Kwa nini? Daftari linaweza kupotea, inaweza kaibiwa, inaweza kachanika, inaweza karoana, kaungua hata. Kwa hiyo sio rahisi. Umesahuje ndio unatengeneza? Kale kama msemo kako. Unasemaje Faithbet Mkenda? Tunabadilisha taarifa kwa na kapenda maamuzi. Kuwa maamuzi kuwa mafanikio. Data Podcast. Karibu kwenye episode nyingine ya Data Podcast. Hapa ndipo tunabadilisha taarifa kuwa maamuzi na maamuzi kuwa mafanikio. At this point, ni salama kusema kwamba Data Podcast ndio mafanikio yenyewe sasa ya biashara. Kwa sababu taarifa unazozipata hapa haiwezekani ukazifanyia kazi na usifanikiwe kibiashara na maisha yako kwa ujumla. Podcast hii iko sponsored na Uzadigit ambayo ni platform ya usimamizi wa biashara pamoja na Bongo Brothers. I am Faithbeth Mkenda. I am your host. Na siko peke yangu, nipo na mtaalamu anayetusaidia sasa kwenye hii safari ya kuanzisha biashara, kukuza biashara na kufanikiwa kibiashara pamoja na maisha yako binafsi. Huyu si mwingine bali ni Engineer Kabenda Balete. At your service. Kabisa. It's good to have you here again. Thank you very much, Faithbet. San. Engineer. Yep. Wahenga wanasema mali bila daftari hupotea bila habari. Na msemo huu umeishi kwa miaka mingi sana. Mali bila daftari hupotea bila habari. Kwa hiyo unatuambia tuendelee kuweka taarifa kwenye daftari. Hapo sasa. Ni kweli mfumo wa kuweka taarifa kwenye daftari umekupa miaka mingi na umesaidia. Let's acknowledge that first. Yep. Ni sawa. Lakini tupo kwenye kipindi au tuseme era ya mambo ya kidigitali. Yeah. Je, huu mfumo wa kuweka taarifa kwenye daftari bado unafanya kazi? Hichi ndicho ambacho tutadiscuss siku hii ya leo. So please, wherever you are, stay tuned, grab your popcorn, grab your notes, sit down and ukaa tayari kujifunza. Engineer, yep. Unadhani ni hatari gani kubwa iliyopo kwa wafanya biashara kuendelea kuhifadhi taarifa za biashara kwenye daftari? Kwanza, Faithbet, kabla sijajibu swali hilo, lazima ufahamu kwamba utunzaji wa taarifa umeevolve. Yaani umebadilika kutoka katika stage au katika namna moja hadi nyingine kwa miaka mingi sana. True. Very true. Umesoma fasihi simulizi? Yes. Au wengine wanasema oral tradition. Yes. Miaka mingi sana. Historia inatuonyesha karibia miaka 3200 kabla ya Kristo. Watu walianza kupeana simulizi kwa ajili ya kutunza kumbukumbu vichwani. Manake hapakuwepo na teknolojia ya kuhifadhi taarifa. Hapakuwepo daftari, hapakuwepo na kitu chochote cha kuandikia. Kwa walilazimika kutunza taarifa kutoka kwenye kichwa cha mtu kwenda kwenye kichwa kingine, yani kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Ndio maana hata Bible ukisoma unakuta Mungu anawaambia taifa la Israeli kwamba ninyi muwasimulie watoto wenu habari za Mungu wa baba zenu. Manake anawaambia ni kipindi cha kina Ibrahim huku chini kabisa. Wanaambiwa watoto mnaowazaa muwasimulie habari za Mungu wa baba zenu. Maana yake mfumo wa kutunza taarifa ulikuwa ni nini? Kabla ya maandishi ilikuwa ni simulizi. Watu walitunza taarifa kwa kusimuliana. Lakini kipindi hicho kilipita, baadaye kikaja kipindi ambacho kililazimika kuhifadhi taarifa kwenye alama na maandishi awali ambayo yalikuwa kwenye michoro. Okay. Si unanielewa? Alama za mawe. Si unanielewa? Ndio. Mbao, ngozi. Ndio. Wanatunza taarifa hapo. Ndio. Na ndio maana hata ukisoma Bible scrolls walikuwa wanaweka kwenye migome ya nini? Ya miti. Hiyo ni miaka 2600 kabla ya Kristo. Hata Musa alipewa amri 10 za Mungu. Alipewa kwenye nini? Kwenye mawe. Yes. You see? Kwa hiyo ilikuwa ni teknolojia ya uandishi. Unachonga kwenye mawe, unatunza taarifa. Wanachonga vinyago nani ya mtu. Hapakuwepo na kamera. Kumbukumbu zilitunzwa katika mawe.
na hiyo ilikuwa inatunza kumbukumbu za maisha, biashara na utawala. Sio tu ilikuwa kumbukumbu za kumbukumbu tu, no, zilikuwa za maisha, lakini biashara pia na nini, na utawala. Lakini baadaye ndio tukaja sasa kwenye karatasi. Unaona karatasi inapoingia hapo, na vitabu vya kumbukumbu vikaja kuimarisha kabisa utunzaji wa nini, wa taarifa. Hapa ndio tunapata ledger, register. Hata serikali walikuwa wanasema leta register. Mpaka leo hata serikali zetu zinatumia masijara. Ukienda masijara sio kompyuta zilizojaa, ni barua. Kwa hiyo mafaili ya ofisini kwa muda mrefu huo mfumo ulikuwa unatumika. Lakini pia mpaka sasa hivi unaona serikali zetu zinaendelea kubadilisha masijara. Ndio maana sasa hivi hata kwenye vyuo vikuu kienda unakuta sasa hivi kuna library, data registry officer, vitu kama hivyo. Lakini baadaye ndipo zikaja mashine sasa, ambapo hapa tunapata mafaili ya ofisi yalikuwa anaweka, unapata typewriter. Sio, unaelewa? Wanaweka hapo, lakini ilikuwa ni ngumu sana kutafuta na kujumlisha na kuchambua taarifa kwa haraka. Ndipo mapinduzi makubwa yakaja ya kompyuta. Kwa hiyo data zikaanza kuwa kwenye digital files, spreadsheet, sasa hivi na Excel, database. Sio, unaelewa? Unatunza taarifa huko, kutafuta na kuhariri na kuchambua taarifa pia inakuwa ni ngumu pia. Kwa mfano sasa hivi kuweka taarifa kwenye Excel, zile Excel sio dynamic data. Unajua kuna aina data za aina mbili, kuna static data na dynamic data. Static data ni zile taarifa ulizozitunza, na mara nyingi hizi ndizo zinakaa kwenye madaftari, kwenye Excel. Nikija ngambia naomba nione faida ya miezi 6 iliyopita, utateseka. Yani unaanza kuelewa sasa. Kwa hiyo hatua ya sasa tuliyopo ni ya kimifumo ya kidijitali. Kwa biashara za leo ambazo hazihifadhi na kutumia taarifa za kidijitali ni shida. Kwa nini? Kwa sababu hizi mifumo ya kidijitali inatengeneza uchambuzi, tunaita analysis. Yaani zile data unapokuwa unauza, hii mifumo ya kidijitali katika mfumo wa kompyuta, lugha ya kikompyuta, inaweza kachambua na ujio wa AI. Ikachambua, kuunganisha data, ikaangalia historia ya nyuma, ikaangalia ulipo, ikaangalia mbele, ikakwambia bwana, kama unaendelea hivi utapata hasara. Unaona evolvement, Unaona tulikotoka. Kwa hiyo mtu anayeendelea kutumia daftari kuna madhara. Sasa ndipo nataka nikuonyesha madhara ya kuendelea kutumia nini? Twende hapo madaftari. Na hapa kumbuka pause ulioiweka, nikaanza kujibu. Ulisema title, mali bila daftari kupotea bila habari. Sasa hili daftari la sasa hivi ni digital. I love that. Ni uza digit. I love that. Kwa hiyo ukitumia madaftari ya kawaida, conventional textbooks, kumbukumbu hupotea kirahisi. Kwa nini? Daftari inaweza kupotea, inaweza ikaibiwa, inaweza ikachanika, inaweza ikarowana, kaungua hata. Kwa hiyo sio rahisi kurejesha taarifa zilizoharibika kwenye daftari. Kwa mfano mtu akichukua daftari akaichoma, maisha hiyo umetoka taarifa. Lakini pia taarifa huwa hazina usalama wa kutosha. Mtu anaweza akaiba, na akishaiba na daftari ndio liko anajua siri zako. Ni kweli. Lakini mtu anaweza kaongeza, akabadilisha. Wewe mteja yuko Kigoma, unaduka Kigoma na Mtwara, kule wanakutumia kwa kuandikia daftari, leo tumeuza hivi, wakikudanganya. Na hapa ndipo ambapo watu wanafilisikia. Ni kweli. Huwezi kupata historia, nani aliuza, nani alibadilisha. Kwa mfano unaduka unauza watu 4, kaiba mmoja au kabadilisha mmoja, unajua ni nani kafanya? Makosa ya kibinadamu ni mengi zaidi. Ni kweli. Kuandika vibaya bei, unaweza kaandika badala kuandika 3,000 kaandika 30,000. Ni kweli. Baadaye mtu anaona mbona faida kubwa, mbona yani ni kuchanganikiwa. Ni kweli. Kiasi kama hivyo, tarehe, badala kuweka tarehe sahihi unaweka ya uongo, kwa sababu jana ulichanganya hivi, jana kwa Jumatano. Kwa unajikuta unaweka tarehe, baadaye zinakuja kufanya uchambuzi, inakuwa ni shida. Lakini pia jumla, kupata jumla ya mauzo ya miezi 4 iliyopita. Nikwambia naomba niambie miezi 4 iliyopita uliuza shilingi ngapi kwenye daftari? Utatumia masaa mangapi? Yani, Kwa kufanya hesabu za nyuma kwa kutumia daftari ni muziki. Sio kwamba haiwezekani. Inawezekana. Ila utakesha na Excel ni nyingi. Kwa mfano wewe jiulize, lazima uwe na format kwanza ambayo inakuwa inakupa income statement. Ndiyo. Au cash flow. Ndio.
Sasa inabidi utengeneze income statement na utengeneze cash flow, kwa sababu lazima una daftari ambalo lina rekodi mauzo na matumizi. Uwe na daftari lingine linalo rekodi mauzo, sawa? Halafu bei uliouzia na mauzo. Ukishapata mauzo upige hesabu umepata gross profit kiasi gani, ambayo ni faida ghafi. Baada ya hapo utoe gharama ya manunuzi ya siku hiyo. Baada ya hapo utoe gharama za nini, za kodi, ndio upate bei ya mwisho. Kila siku ufanye hivyo. Baada ya miezi 6 utaweza? Haiwezekani. Ni vigumu kufuatilia mwenendo wa biashara. Ni vigumu sana. Utafuatiliaje kwamba biashara inaenda mbele au inayumba? Sio rahisi kuona kama mauzo yanapanda au yanashuka. Ni kweli. Unaweza kuona? Haiwezekani. Uvute mauzo ya mwezi mzima, utaona kama yanapanda na kushuka kwenye karatasi? Hapana. Faida imeongezeka au kama bidhaa fulani haiendi, utajuaje? Hauwezi jua. Na ndio maana wengi wanatumia uzoefu, lakini ule uzoefu unakuja na gharama. Unasema mimi nikiwa dukani, lazima tu nitajua biashara gani inaenda, lakini mpaka ujue umia. Ni kweli. Kwa sababu ukiwa na mifumo ya kidijitali ni rahisi kuona haraka kwamba hii bidhaa haziendi. Yeah. Na unakuta kama nilivyokuambia, unaangalia inventory turn inventory turnover rate, kuona speed ya bidhaa inaendaje. Kwa hiyo biashara inategemea pia kumbukumbu ya mtu kuliko mfumo. Akiumwa kusha habari. Kuna wafanya biashara wengi wameweka wafanyakazi kwenye maduka, lakini anayejua ile biashara ni muuzaji, mmiliki hajui. Anaenda kumuuliza muuzaji, hivi hii inaenda kweli? Sasa hiyo ni duka lako. Baya hiyo. Hivi wewe umemweka muuzaji, yeye ndio procurement officer, yeye ndio afisa ugavi, yeye ndio afisa mauzo, yeye ndio afisa uendeshaji, operational officer. Yes. Yeye ndio anajua hiki kimeisha, hiki kiletwe, hivi vinunuliwe. Sio, unaelewa? Halafu yeye ndio accountant. Yeye ndio mhasibu. Wewe pale unakuja unasema ni duka lako kwa sababu uliweka nini, mtaji. Sasa bosi gani usiyojua biashara yako? Kwa hiyo kumbukumbu, anayekuwa na kumbukumbu ya biashara ndio mmiliki. Ndio mwenye biashara. Safi. I love that. You understand? Kwa hiyo unajikuta biashara ushaiuza bila kujua kabisa. Kwa sababu kumbukumbu iko wapi? Kichwani kwa mfanyakazi wako. Daftari halikui pamoja na biashara. Kwa nini? Kadri biashara inavyoongezeka, matawi yanavyoongezeka, miamala inavyoongezeka, daftari linakuwa dhaifu zaidi kama chombo cha usimamizi. Safi. Linaendelea kutepeta. Ndio. Linatepeta mpaka mwaka umeisha, unasema hili limeisha, unaliweka pembeni, unachukua jipya. Lile unasema si nilishagauza. Zile taarifa hazina maana. Unaliacha huko, unaendelea na hili. Sasa benki inakuja inataka kukopesha. Unamwambia, hebu tuangalie mauzo ya miaka 2 iliyopita. Utakumbuka daftari kwa hiyo. Kwa hiyo hiyo ni hasara ya kutumia nini? Daftari. Unanipata Faithbet Mkenda? Kwa hiyo, lakini pia daftari linaposhindwa kutoa taarifa sahihi kwa wakati, biashara inaathirika. Inaathirikaje engineer? Inaathirika kwa sababu maamuzi hufanyika kwa hisia badala ya ukweli. Hapo. Na ukweli uko kwenye daftari. Na mbaya zaidi, Faithbet Mkenda, haya mambo nayo yafundisha ambayo yanafanywa uza digit, cash flow, income statement na balance sheet. Kama unatumia daftari, inabidi ujue. Unalazimika kujua. Usipojua, imekula kwako. Watu wengi hawajui hayo mambo. Sasa kama hawajui, rekodi tu hichi na bei, hichi na bei. Yeye anachokijua, nilinunua 500, nimeuza buku na faida 500. Imeishia hapo. Sasa biashara hiyo, data ni ndogo. Hiyo taarifa ya kuchukua mauzo na kutoa manunuzi tu ni ndogo sana. Yani ndogo. Na ndio maana watu wakishia hapo Faithbet Mkenda wanasema hiyo ndio faida, mauzo ni faida. Ndio maana. Kwa sababu hawajui kwenda kupiga hesabu zingine ambazo angekuwa na mfumo ungemsaidia kupiga. Ni kweli. Yeye kazi yake ingekuwa anaweka tu matumizi. Sasa mfanyabiashara anakosa kujua bidhaa gani zinauza zaidi ukiwa unatumia daftari. Ni kweli. Bidhaa gani zimeleta hasara.
Anajikuta ananunua tu zote kila wakati, zote tu kila wakati. Unaweza kukaa na biashara. Sasa mtu anaanza bidhaa inaleta hasara. Inaleta hasara. Hata kama umeuza kwa faida inatia hasara. Kwa nini? Bidhaa ulionunua faida ni shilingi 500, umekaa nao miezi 6. Umekosa faida ngapi? Haijaliwa hiyo faida. Umeitunza kwa shilingi ngapi? Very true. Utashindwa kujua faida zimeenda wapi. Kwa sababu wenzangu na mimi kwenye daftari ni wachache wanaoandika matumizi. Halafu baada ya kuandika matumizi wakachukua ile faida ghafi, gross profit, wakatoa matumizi ili wajue hela iliyobaki imeenda wapi. Hawafanyi hivyo. Kwa daftari sio, ni mambo ya zamani. Yaani iko kwenye stage miaka 1460 ndio kurekodi kwenye madaftari iligunduliwa. Leo bado tunarekodi kwenye nini? Kwenye madaftari. Wakati tayari tumeshahama. Huwezi kujua pesa zimeenda wapi, lakini pia huwezi kujua ni wateja gani wananunua zaidi. Yaani kwenye daftari utakuwa unaandika ni muziki, unaandika umeuza kiasi hiki, hiyo ni bidhaa gani, umepata faida gani, na ni mteja gani amenunua bidhaa hiyo. Haya, umepata wateja 20 wamenunua bidhaa ile ile, unarekodije? Haiwezekani. Utanunua madaftari mangapi nchini? Umeona? Lakini pia ukiwa unatumia daftari unachelewa kugundua tatizo. Ni kweli. Very true. Unachelewa kugundua tatizo ni nini. Kama biashara inaanza kupromoka, hautajua. Huwezi kugundua. Daftari haliwezi kukuonyesha mapema kwa kama mfumo unavyoweza kukuonyesha. Mfumo una click tu, show me this. Hii hapo. Na daftari haliwezi kukuonyesha biashara yako inapromoka kwa mfumo wa tahadhari au muhtasari wa haraka. Kwa sababu kwenye mfumo ukiwa una rekodi itakucholea kwamba mauzo yanashuka. Utaanza kujua. Daftari sasa inaonyeshaje mauzo yanashuka? Haionyeshi. Unashangaa tu sina tena biashara. Lakini pia daftari litakusaidia kurekodi taarifa, lakini litashindwa kupima utendaji wa biashara yako. Utendaji wa biashara nini? Kwamba bila taarifa za wakati huwezi kulinganisha leo, jana na kesho. Ni kweli. Na mwezi, miezi 6, mwaka, huwezi kulinganisha tawi gani linafanya vizuri na tawi gani halifanyi vizuri. Kwa mfano wewe, mfumo wa uza digit una level 2. Ni multi business, multi branch. Okay. Yaani ukiwa na biashara nyingi unaweza kutumia mfumo huo ukaona biashara zote kwenye dashboard hii. Safi. Wewe unakuwa switch tu. Nataka nione biashara fulani na tawi fulani kwenye biashara. Unaweza kuwa na biashara 3, afu kila biashara na matawi 10. Kwa hiyo unaingia kwa biashara ya kwanza, unaangalia tawi la 6. Na matawi lake, yes. Au unaunganisha matawi yote na kupa data kwa pamoja kuonyesha kwamba kuna hasara. Na unaweza kuonyesha kwamba tawi hili na tawi hili lipi linafanya vizuri. Kwenye daftari? Asiko. Umeona hasara ya madaftari? Naiona kabisa. Naiona. Yaani hiyo hasara sio tu hasara, ni hasara kubwa. Hasara kubwa. Kwa hiyo mfumo utakusaidia haraka sana kufichua wapi unapoteza pesa. Na kumbuka, hasara huwa inajificha kwa muda mrefu sana. Ni kweli. Hasara huwa itokei ghafla tu. Ghafla, ni kweli. Inakuja mdogo. Kama ugonjwa. Mdogo. Sasa ukiwa unatumia daftari hutaona. Ni kweli kabisa. Utaendelea na utadhani mauzo yanaweza kawepo, lakini kwa kuwa taarifa huzichambui vizuri, hasara inaweza kuendelea bila kugundulika. Kwa sababu huchambui, daftari ndio umeandika tu, wewe unaandika tu. Sasa jiulize, hata wanaoandika kwenye madaftari kama huwa wanarudi kwenye ile madaftari kuchunguza zile data, zile taarifa zilizoandika zinaongea nini? Si kweli, cha msingi nimeandika. Anaandika tu? Cha msingi nimeandika. Sasa huwa anaandika, kuna wengine anamuuliza, unaandika taarifa? Naandika. Baada ya kuandika unazichambua? Hamna. Unachambuaje wakati hujui? Ni kweli. Hizo data zinaongea nini? Ni kweli. Lakini pia madaftari inakuwa ni ngumu, ni vigumu kupata mkopo au kuvutia wawekezaji ukiwa kwenye madaftari. Ni mwekezaji gani ambaye atakuomba anakuambia naomba taarifa? Unampa madaftari haya hapa. Kwa mfano sisi kuna biashara yangu moja nilikuwa ninatafuta mwekezaji.
Ambia leta taarifa za miaka 3 iliyopita. Za mauzo, matumizi. Haiwezekani. Vipi daftari? Linafua? Taasisi za kifedha na wekezaji wanahitaji taarifa zinazoaminika na zinazoeleweka. Taarifa za kwenye daftari haziaminiki. Ni kweli, nikiambiwa sasa ni mimi nitaaminije hizo taarifa za andika jana usiku? Hapo. Ili msingi tu na haziwezi zikathibitisha afya ya biashara. Ndio. Kwamba biashara inaendaje. Hazionyeshi, ni taarifa tu. Kweli daftari ya mwaka mzima mtu atalichambua kweli? Kwa kuna hasara nyingi sana. Ni kweli. Kutumia nini? Daftari. Na hasara kubwa ni pale ambapo unaandika tu na hujui hata kile ulichokiandika kinaongea nini. Kwa sababu taarifa za biashara zinaongea. Faithbet. Ni kweli. Una swali lingine hapo? Ninalo tumezungumza kuhusu hasara. Ndiye. Sasa twende kwenye faida. Na engineer, nielezee tena kwa uzuri kama ulivyonielezea uzuri wa hasara. Faida na usalama uliopo kwenye kutumia sasa digitali. Hizi mifumo ya kidigitali kama mfumo wa digit. Kwanza ukae ukijua Faithbet Mkenda. Sisi katika mifumo tuko mbali sana. Okay. Unajua kwa nini sisi tunaitwa third world countries? Yaani sisi tuko kwenye dunia ya ulimwengu wapi? Watatu. Yaani kuna ulimwengu wa nchi zilizoendelea. Kuna ulimwengu wa nchi zinazoendelea. Alafu kuna ulimwengu wa nchi ambazo haziendelei, undeveloped countries. Developed countries, developing countries, undeveloped. Yaani sisi tuko kwenye nchi ambazo hazijaendelea. Sio kwamba zinaendelea, hazijaendelea. Kwa hiyo teknolojia zinapokuja, wenzetu wanapohama kwenda kwenye teknolojia nyingine, sisi ndio tunaanza. Sisi kama hii mifumo ya engineer sisi kwani imeanza miaka ambayo sisi tumejua. Imeanza kitambo. Exactly. Na wakati zinaanza sisi tunakuwa watumiaji. Sasa hivi kwa sababu ya globalization na maendeleo makubwa ya taarifa ya kidijitali, angalau vijana wanaweza kachipini kwenye ulimwengu huko wakapata kitu wakakileta hapa. Lakini uwezo wa kutumia unakuwa ni shida kwa sababu faida ni nyingi za kutumia hii mifumo kama tulivyoona hasara za madaftari na historia ya mabadiliko ya namna kuhifadhi taarifa na uchambuzi. Faida ya kwanza ya mfumo wa kidijitali ni kufanya analysis. Kufanya nini? Analysis. Sasa ukiunga na AI unapata kitu kinaitwa critical and analytical. Unafanya analysis ambayo ni critical. Maana yake mfumo AI inakusaidia kufikiri na kukuambia nini kinaendelea. Badala ya wewe kutumia akili yako kusoma zile data na kugundua nini kinaendelea, lazima uwe na maarifa. AI inakutafasiria kwamba hizi data hivi unavyokwenda utakula loss. Ndio. Unatumia sana pesa. Ndio. Inaangalia miezi 6 iliyopita, ina compare na sasa hivi, inaona ulivyokuwa unatumia, umekuwa zigzag. Kuna siku ulitumia sana, kuna siku ulitumia sana, kuna siku ulishuka kidogo, kuna siku ulitumia sana, unatumia sana. AI inakuchambulia na kwambia, lakini ukiwa na mfumo kama uza digit pia utakuonyesha kwa graph. Sasa lazima ujue jinsi ya kuzitafasiri. Yes. AI inakuja kuzitafasiri na kwa kama mtu. Ndio. Kama mshauri. Sasa shida iko wapi? Kabla sijasema faida. Wafanyabiashara wengi elimu ya kutumia vifaa vya kielektroniki ni mdogo. Mpaka leo watu wako vyuo vikuu anamaliza degree Faithbet, hana kompyuta. Mpaka leo tunavyoongea. Chuo kikuu hiyo? Chuo kikuu ndio. Ana smartphone tu. Huyo mtu haja interact na mifumo ya kidijitali. Hajui inavyofanya. Unajua watu wanaotengeneza mifumo kuna kitu kinaitwa augmented reality. Okay. Engineer sasa with the words. Na virtual reality. VR and AR. Augmented reality na virtual reality. Augmented reality. Unaona haya ukichukua simu kama unaandika. Sawa? Pale una interact na mashine. Yes. Vile unavyojua kwamba hii simu mara nyingi yani menu inakaga huku. Ndio. Ukifanya hivi unafanyaga hivi. Ndio. Augmented reality. Virtual reality ni kile ambacho sasa
kinafanyika. Ndio hii unaletewa gadgets zingine, unavaa, unaweza kaona vitu in a virtual world, una interact na virtual world, sio, unanielewa? Lakini pia haya maandishi unayoyaona hapo, naandika juu, unaandika Kiswahili. Kule nyuma kuna lugha zingine za kompyuta ambazo sio hicho unachokitype. Ndio. Sasa ukizoea kutumia hii mifumo ya kidijitali, kuna pattern fulani utakuja kuigundua kwamba kuna mfanano. Kwa mfano, login, logout, sign up. Kila mfumo una login kama umetengenezwa kwa ajili ya kulogin. Yeah. Na kama unatengenezwa kutengeneza account, utakuta maneno mawili tu: sign up, create account. Create account, sign up. Kulogin utakuwa ni login. Sasa kama mtu hajazoea kutumia mifumo ya kidijitali, login hajui maana yake. Sign up hajui maana yake. Angalau kama anajua Kiingereza, kiona create account anaweza kujua maana yake, lakini sign up anaweza kachanganya. Kwa hiyo kama haujazoea kutumia hii mifumo, kuna vitu vidogo vidogo ambavyo huhitaji kuelekezwa, vitakushinda. Ni kweli. Sasa hivi ndio vinasababisha watu waache hii mifumo. Na faida zote hizi, kama kuhifadhi vizuri taarifa zinabaki salama hata kifaa kimoja kikiharibika. Ndio. Maana yake nini? Unapokuwa unategemea mfumo wa kidijitali, taarifa zinakaa huko kwenye mawingu, tunaita cloud. Ndio. Kwenye maseva huko ulimwenguni. Simu yako ikivunjika, zile taarifa ziko kwenye simu, ziko huko kwenye seva huko za ulimwenguni huko. Ndio. Kwa hiyo ukinunua kifaa kingine, unakumbuka password, kama ukumbuka na reset tu. Dio. Haya, neno lingine, reset password, augmented reality. Mtu hajui ku reset maana yake nini. Email tu mpaka sasa hivi Watanzania wengi hawajui kutumia email. Mimi siwasemi vibaya, lakini mtu anafungua simu yake, anaweka, huwezi kuwa na Play Store ili download WhatsApp, anaweka email. Akishaweka email pale, imetoka. Si ukiombea login kwenye email, hakumbuki password. Alafu mwingine sasa, akija kwenye mfumo kwa mfano wa Uza Digit, akaambiwa create account, aka create. Weka email yako, anaweka email. Weka password, anasema nimeisahau. Umesahau, uje ndo unatengeneza. Yeye kwa sababu umemwambia tu weka tu pale email, anasema email yangu password sijui. Yaani anafikiri email unaomuuliza kwenye mfumo mwingine ni email ya nini? Ya Gmail yake. Hivi vitu vidogo vidogo vinasababisha speed ya kutumia mifumo iwe ndogo, lakini mifumo ina faida, ndio inakuza biashara haraka. Ni kweli. Na ndio maana sisi tupo kutoa maarifa kama haya. Kutumia mfumo wa kidijitali ni rahisi kutafuta taarifa. Unasema tunataka taarifa kwanza, kama bank statement tu, nataka benki ya mwaka moja. Kwa hiyo una click tu mwaka, mfumo unavuta, unakuletea taarifa zote. Nataka za jana, pata jana, zinakuja. Ni rahisi kutafuta nini? Baada ya kupitia kurasa moja moja nyingi, unatafuta jina la bidhaa, tarehe, mteja alinunua, invoice, unaipata haraka. Alafu nimetaja invoice, watu wao hawajuagi invoice. Hivi Faithbet Mkenda. Ndio. Unapokopesha, Ndio, kwenye mfumo ni rahisi. Ndio. Lakini kwenye madaftari ni kazi. Ndio. Wakati gani mteja anampa, muuzaji anampa mteja invoice? Na wakati gani anampa receipt? Invoice ni pale ambako anataka kulipia, receipt baada ya kulipia. Invoice anampa kwa sababu gani? Invoice inaonyesha ile list ya kila kitu anachotaka kukinunua na bei yake. Ndio unampa invoice. Na quotation. Aha. Invoice inatolewa wakati gani? Uh-huh. Invoice inatolewa pale tu unapokuwa umekopesha. Basi. Kwa kukopesha tu. Basi. Kama ukopesha ni hati ya kudai malipo. Sawa. Receipt ni hati ya kuonyesha umelipa. Kwa mtu akilipa cash, huwezi kumpa invoice ya nini? Okay. Wakati ashakulipa. Okay. Sasa kwenye daftari unampaje mtu invoice? Hati ya malipo unampaje? Kwa sababu hajakulipa, unampa receipt. Ukimpa receipt inaonekana kalipa. Ndio, yaani inakuwa imeisha hiyo. Umeona? Sasa mifumo inakusaidia kukupa document kama hizi. Kwenye workshop zangu ambazo huwa nafundisha, nadhani mwezi wa 7 tutafanya pia workshop moja. Mwezi wa 3 tulifanya iliyopita. Mwezi wa 7 tutafanya nyingine.
huwa ninafundisha dokumenti ambazo unatakiwa uzitoe kwenye biashara yako. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ni muhimu kujua kwamba mifumo ina faida kubwa. Zinatoa ripoti kwa haraka. Mfumo unaweza kukuonyesha mara moja tu mauzo kiasi gani, faida, bidhaa iliyobaki, iliyoisha, madeni ni mangapi, mwenendo wa biashara, bila kuanza kuhesabu wewe mwenyewe kamoja kamoja. Haraka tu. Unaita dashboard. Dashboard ni kama sehemu ya kuona kila kitu kinachoendelea kwenye biashara kabla ya kuingia ndani. Ndio. Unanielewa? Ndio. Makosa pia hupungua. Ni kweli. Mfumo huweka utaratibu wa uingizaji taarifa. Lakini pia kwa kufanya hivyo unapunguza makosa. Kwa mfano kujumlisha, kuandika vibaya, kuruka. Kitu ambacho unataka uingize unakiruka. Uwezi mfumo kwa sababu unakulazimisha kwamba ikiweka. Lazima ndio. Lakini madaftari ni muziki. Lakini pia ni rahisi kufuatilia mwenendo wa biashara. Kwa nini? Unaweza kuona trend ya siku, mwenendo wa siku, mwenendo wa wiki, mwenendo wa mwezi, mwenendo wa robo mwaka, mwenendo wa miezi 6, mwenendo wa mwaka. Kirahisi. Kweli. Lakini pia inakusaidia wewe kutoka kwenye biashara yako kila siku. Unaweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali. Lakini pia inaongeza uwajibikaji. Mtu anaogopa kuiba. Mfumo utamhukumu kwamba wewe hii bidhaa tuleta 10, zimeuzwa 7, zimebaki 3. Ziko wapi? Na hela yake iko wapi? Kwa sababu mfumo anayeuza, kwa mfano mfumo wa uza digit, una permissions. Mifumo mingi na permissions. Kwamba huyu anaweza ni read only. Unaweza kusoma tu, huwezi kudelete. Huwezi kuedit. That's good. Lakini kwenye daftari unaweza kuzuia mtu asidelete. Unarekebisha tu pale. Kwa hiyo kwenye mfumo ni rahisi kujua nani aliingiza taarifa, lini aliingiza, na nani alifanya mabadiliko gani yamefanyika wapi. Kwa mfano mimi ni mtaalamu wa blockchain technology. Certified blockchain expert. Kwenye blockchain kwa mfano kuavoid vitu kama hivi, nani amefuta, nani ameweka, tunatumia data zinaitwa decentralized data. Yaani mtu mmoja hawezi akafuta mpaka watu wengi. Sasa kwenye mfumo tunazuia hivyo kwa kutoa permission, ruhusa. Kwa mmiliki ndio anaweza kujibia tu. That's good. So unaelewa? Kazi ya wale wanaokuwepo pale ofisini ni kuingiza taarifa tu. Lakini huwezi kuedit. Yes, lakini pia na ukitaka kuedit maana yake lazima mconsult boss. Lazima mwambie boss. Yes. Kwa mfano mfumo wa uza digit, jamani, nimeona wameweka kwamba kile unachokifanya lazima bosi approve. Umeongeza mzigo, anaangalia ni mzigo gani? Yes. Ulioleta ni wa kiasi gani? Yes. Anaruhusu. Sasa kuna watu ambao wananunua kwa mfano kwenye mfumo wa uza digit kuna procedure mbili za kununua mzigo. Unaweza ukanunua mzigo ukaleta ukaingiza, au ukatengeneza kitu kinaitwa purchase requisition, alafu unakutengeneza purchase order. Yaani unatengeneza unaomba kwa bosi kununua bidhaa kadhaa. Anapitia, anaangalia hela iliyopo, anaangalia na mzigo unataka kununua, na ule mfumo wa uza digit hauruhusu utengeneze order kama idadi ya bidhaa ambayo ulisema mpaka ifike haijafika. Inakuzuia usitengeneze bidhaa zilizokufa, zilizozunguka. That's good. Kwa ukishamaliza ndio ina produce nini? PO, purchase order. Ambayo hiyo purchase order ndio mara nyingi wengine wanatumia local purchase order. Taasisi mbalimbali kama serikali ikikupa LPO, local purchase order, maana yake ile ni hela. Ni certificate ya kuja kulipwa. Maana yake serikali kukupa LPO, maana yake budget ishapitishwa. Ndio. Japokuwa unaweza kudai kwa muda mrefu lakini watakulipa. Lakini pia mifumo husaidia kufanya maamuzi ya haraka na sahihi. Mfumo unabadilisha taarifa kuwa maarifa yanayoweza kutumika kwenye maamuzi ya bei, bidhaa, mauzo na matumizi. Kale kama msemo kako unasemaje Faithbet Mkenda? Tunabadilisha taarifa kuwa maamuzi kuwa mafanikio. Basi ndo kazi yake, ndo mfumo unachokifanya. Mfumo kama uza digital. Unafanyaje? Mfumo unabadilisha taarifa kuwa maarifa, afu maarifa kuwa mafanikio. Kwa hiyo mwisho wa siku mfumo wenyewe unakusaidia kwa vitu ambavyo wewe hata wewe mwenyewe huwezi kufanya. Lakini pia mfumo wa kidijitali ndio msingi wa biashara ya kisasa. Bila mfumo huna biashara. Ni kweli. Ndio maana pale mwanzo nikasema ni salama sasa hivi kusema kwamba hii Data Podcast ndio mafanikio yenyewe. Asante. Taarifa hizi tunazozitoa kwanza
watu wafahamu, fanya biashara mwenzangu na mjasiriamali mwenzangu, hiki ninachokifundisha hapa mimi kinalipiwa pesa nyingi sana. Kweli. Nimepata shuhuda kutoka Kongo, Zambia, Kenya. Watu wananishukuru, bro, asante, japo kwa hawanipi sadaka lakini kwa sababu nimejitolea kuwasaidia. Yes. Na kwa nguvu ya Uza Digit ambao wanatusponsor, tutaendelea kutoa elimu. Amina. Mifumo ndio msingi wa biashara ya kisasa. Biashara inayotaka kukua na lazima kuisimamia ipasavyo. Lakini pia ili uweze kuipima vizuri kwamba inaendelea vizuri, huwezi kutegemea daftari. Ni kweli. Daftari sio la kutegemea. Ukishategemea daftari, imekula kwako. Ni kweli kabisa. Kwa hiyo mifumo kama Uza Digit zinahifadhi taarifa vizuri kwa mpangilio, na rahisisha kupata ripoti ya biashara kwa haraka kama nilivyosema, lakini inaonyesha hali halisi ya biashara badala ya makisio. Hapa kwenye 100,000 hapa ana faida kama 7 au 5,000. Kwa nini ukadirie wakati mifumo ipo? Na hii mifumo ni rahisi kutumia. Lakini pia mifumo hii inamsaidia mfanyabiashara kusimamia mauzo, bidhaa na performance kwa usahihi, kwamba biashara yangu inaenda vizuri. Hapo keyword ni kwa usahihi. Kwa usahihi. Lakini pia inasaidia kuondoka kwenye utunzaji wa kumbukumbu za mazoea na kuingia kwenye usimamizi wa taarifa. Kwa hiyo husimamii watu. Unatumia data kusimamia watu. Husimamii watu. Unasimamia data zinazozalishwa na watu kufanya maamuzi. Mimi kwenye kampuni yangu, sales wote wana target kwamba wewe kila siku, kila wiki, kila mwezi lazima ufikishe target hii. Kwa hiyo mimi sitaki kuwahoji, umefanya kazi? Mimi naangalia tu hapa. Tukimaliza tunakaa kwa bwana, tulikubaliana nini? 2. Wewe umefanya ngapi? 0. Unafanya kazi kweli? Hapana. Hapo ndio inabidi useme changamoto za ofisi, yes, ambazo zinasababisha usifanye kazi, zirekebishwe ili uweze kufanya vizuri. Kwa hiyo Faithbet, hizo ni faida za kutumia taarifa za kidijitali, na nimeweza kutoa taarifa na historia ya matumizi ya madaftari, jinsi miaka 3,200 kabla ya Kristo mifumo ya kutunza taarifa imekuwa ikibadilika na kubadilika mpaka leo. Sidhani kama mfanyabiashara mwenzangu katika ulimwengu huu utaendelea kutumia madaftari. Tumia Uza Digit. Wadhamini wetu tunakubali. Ukitumia Uza Digit, umetupata sisi wataalamu wa biashara kwa kurekebishia biashara yako bure kabisa. Bila gharama yoyote. Yaani engineer, nafurahi sana kila ninapokuuliza maswali kwa sababu unajibu zaidi ya kile ninachokuuliza. Welcome to the University of Engineer Kabenda Balete. Thank you very much. Na kama mimi nina enjoy na ninakuelewa sana, basi naamini mfanya biashara anakuelewa na anakupata zaidi. So thank you very much. Na kama alivyosema engineer, daftari letu la kipindi hiki ni daftari la kidigitali. Bado mali itapotea kama huna daftari, lakini tofauti ni kwamba daftari letu si la kuandika kwa mkono, daftari letu ni la kidigitali. Na daftari hili tunalozungumza ni kama mifumo mizuri ambayo inakufaa kama mifumo ya Uza Digit. Tafadhali usiache kuuliza swali lako hapo kwenye comments na timu yetu itakujibu kwa wakati na bila tatizo lolote. Thank you for watching this episode. Tafadhali usiache kucomment, usiache kulike, usiache kushare, usiache kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube @Engineer Kabenda Balete. Usiache kusubscribe kwenye mitandao yetu ya kijamii ya Instagram @Engineer Kabenda Balete. I am Faithbeth Mkenda. Hapo ulipo, chukua hilo daftari uliloandika mambo yote ambayo tumejifunza, kafanyie kazi, halafu tukutane episode inayofuata. See you on the next one.